Ndugu wasikilizaji wetu wa kipindi yetu ya siku ya leo, karibuni sana katika kipindi yetu ya Wimenye ambayo tunawaleteanga kila siku ya Jumapili kutoka saa 1 hadi saa 2. Kwa hivyo karibuni sana ili tukaweze kusikiliza ni nini haswa Mungu anataka kutuambia siku ya leo. Karibu tukaweze kusikia Mungu ako na mpango gani na maisha yetu, sababu najua lazima tunaenda kwa utaratibu wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo karibu sana tukaweza kwenda pamoja. Ndiko karibu. Asante. Ili tukaweza kuendelea pamoja na kuomba, ukaweza kusalimia wasikilizaji wetu ukitusaidia kwa maombi. Karibu. Washeni tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunanyenyekea chini ya miguu yako tukisema ni asante Mfalme wa rehema, ni asante kwa sababu ya sadi ya siku ya leo. Jehova jile Baba, ni asante kwa kutufanya mabaki ya siku ya leo. Mfalme wa rehema, ni wengi walikuwa nataka kuona siku ya leo, lakini sisi Jehova umetuwezesha tukaiona siku ya leo. Mfalme wa rehema, tukuomba ukatusamehe dhambi zetu zote zenye tumefanya tukijua na wala hatujui. Jehova jile Baba, tukualika mahali hapa katika kipindi hii yetu, uwe mwanzo, katikati na hata mwisho. Wakati tutakapomaliza hii kipindi yetu Jehova, tutashukuru na tutasema ni asante. Msikilizaji wetu mbele zako Jehova, tuamuweka mbele zako Jehova, ukamuinue, ukambariki, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata tumeamini. Amen. 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 Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo mahali popote mnapotutazamia, mahali popote mnapotusikilizia, na wasalimu sana na mjisikie mkiwa nyumbani, na mbarikiwe sana na Bwana. Amen. Amen. Mbarikiwe sana. Kwa hivyo karibuni tukaweza kuendelea pamoja. Karibuni tukaweza tusikize Mungu anataka kusema nini, tukisomewa na Wanjiko. Ili tukaweza kusikia Mungu akona mpango gani, ama anatuhimiza nini, anatukanya nini. Kwa hivyo lazima tuweze kusikia Mungu anatuambia nini. Karibuni sana Wanjiko. Neno letu la siku ya leo litatoka katika kitabu cha Petro wa kwanza kuanzia hapo 4 na mstari wa 12 mpaka mstari wa 19. Washeni tusikilize neno vile linatuambia. Wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu, kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatasho. Lakini kama mnavyo yashiriki mateso ya Kristo, furahini ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa changwe. 14 mukilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo, ni heri, kwa kuwa Roho wa utukufu na wa Mungu anawakilia. 15 maana mtu wa kwenu asiteswe kama muuaji au mwivi au mtenda mabaya, au kama mtu asijugulishwe na mambo ya watu wengine. 16 lakini ikiwa kwa sababu ni Kristo, asione haya, bali amtukuze Mungu katika jina hilo. 17 kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje? 18 na mwenye haki akiokoka kwa shinda, yule asiye mcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi? 19 basi wao wateswao kwa mapenzi ya Mungu na wamwekee amana roho zao katika kutenda mema kama
kwa Muumba mwaminifu. Neno linataka kutufuza aje nyaga? Ama neno linatuambia aje wakati tunapolisikiliza? Hebu sikia vile neno linatuambia kwamba ati wakati wa hukumu umefika nyaga. Siku za mwisho zimefika. Wewe ambaye umekalia mahali pale, ama wewe ambaye umekaa nyumbani kwako, ama wakati unapowaza nyaga, ati neno linatuambia ati siku za hukumu zimefika. Hii ni wakati wa mwisho nyaga. Tunaangalia, tunaona hata zile matendo ziko nyaga. Ati neno linatuambia kwamba wewe ambaye unateswa kwa sababu ya Kristo, wewe ambaye unatukanwa kwa sababu ya Kristo, usione haya nyaga. Hivyo ndivyo neno linatuambia kwamba usione haya, kwa sababu ya kwamba ati wewe unateswa kwa sababu ya Kristo. Wewe unatukanwa kwa sababu ya Kristo. Kwa vile wewe unaenda ukiambia watu matendo mema ya Mungu, vile unaenda ukiambia watu yale maajabu Mungu ambaye anatenda, zile vitu ambaye Mungu anatenda, vile wewe unaweza kuwa vizuri ukikaa ndani ya Kristo. Mwingine anakuona tu hivi, anakudharau, anakutusi, mpaka anaweza kukugonga, anashindwa wewe unamwambiaje. Tunaambiwa kwamba usione haya. Ati na sisi ambaye tunateswa kwa sababu ya Kristo tunafaa kushikana nyaga. Usione mwingine ni kama mwizi, usione mwingine ni kama muuaji, ati kwa sababu mko kitu kimoja, nyinyi mko klasi kimoja, nyinyi ambaye mnateswa kwa sababu ya Kristo. Unajua kuna watu ambaye wakiona nyaga kama leo hii nisimame mahali tu hivi nianze kuambia Mungu, nianze kuambia watu hizi ni nyakati za mwisho, okoka, kubali huu Mwenyezi Mungu. Unaona mwingine anakuja na anaanza kusema na ukimuona na vinya anakuanga mbaya, ujui hiyo wakati nilikuwa mbaya, lakini saa hii mimi nimeelewa ya kwamba kuna Mungu juu mbinguni. Ama wengine wanakiona wewe ukihubiri mahali pale, wao wanachukua kuanza kuwahukumu. Wanaanza kuhukumu, ni pesa anatafuta, wanaanza kuhukumu, ni biashara. Tunaambiwa ya kwamba mhukumu ni mmoja tu, yule aliyeketi kwa kiti chake cha enzi. Kwa sababu siku ya hukumu itafika nyaga, na kila mtu atahukumiwa kivyake. Inaweza kuwa hapo bereni nilikuwa mtenda dhambi, na Mungu aniite nyaga, niitwe na nikubali mwito wa Mwenyezi Mungu, na mimi niokoke. Wanjiko, unajua kitu ya kwanza watu wanajua kuokolewa ni nini? Wasikilizaji wetu, kuokoka ni nini? Mbona tunasemanga nimeokoka? Na umeokoka kutoka wapi? Watazamaji wetu, sijui ni kama nikuwa hamjawahi elewa kuokoka ni kusema namna gani. Sababu Wanjiko, tuseme for example, ulikuwa unatembea kwa giza, umekutana na mnyama anaanza kukimbisha wewe, kwa vile umekimbia, umeenda umejificha mahali Wanjiko, alafu mnyama ikija kama imepita na wewe urudi mahali ulikuwa, utasema aje? Mwenyezi Mungu ameniokoa, nimeokoka. Ningekuliwa na mnyama. Kuokoka ni kwa aina mingi, na kuokoka ni kutoka katika dhambi, na dhambi ni zile ulikuwa unafanya wewe ni gani ndio uweze kuokoka. Jamani, tusione ni kama ya kwamba kuna mwenye amezaliwa kama ni mtakatifu zaidi kuliko wengine. Na ndio maana tunasema sisi wote ni wenye dhambi, ni watenda dhambi. Sisi ni watenda dhambi. Ni kuokolewa, tunaokolewa na Mwenyezi Mungu. Na kuokolewa si kwa ile miaka tunasemanga ati niliokoka katika 1927. Niliokoka nikiwa mdogo 1924. Hiyo ya 30s, hiyo 40s na 50s na 90s wachana nayo. Hiyo haisaidii. Kuokoka tunaokokanga kila siku wakati unakuja kugundua ya kwamba umetenda dhambi na kumrundia Mwenyezi Mungu na kuomba msamaha. Hiyo ndio kuokoka. Hiyo ndio kuokoka. Kama sisi tumeokoka asubuhi njema ya siku ya leo, kwa sababu tumeomba tusamehewe dhambi yenye tumetenda tukijua na wala hatujui. Ya jana
Tulitenda madhambi. Unasema ya jana nyarama ya saa hii, hata ya saa hii. Kwa hivyo ni kila siku jua ya kwamba kuokoka unaokoka. Ni kuokoka unaokoka kila siku. Sio usitumie ile ushuhuda ya last year but one. Tumia ile ambayo ni present, ile ambayo Mungu amekutendea.